anasema hivi, hata watu wa sinagogi la Shetani nitakupa, nenda huko, kanyaga, pura, leta, weka faida yao kwa Baba. Ujui wewe? Soma Mika 4:13, anasema inuka upure, binti Sayuni, maana pembe zako nitazifanya chuma na miguu yako nitaifanya shaba. Utaponda ponda mataifa na kuleta faida yao. Maana yake kuna miwatu imekaa huko, pengine sio ya Yesu, na Yesu anakuachilia wewe. Anajua huna pesa, lakini anaachilia mbegu ili uende kule ukachukue ile pesa, uje ukaifanyie mambo, ijenge makanisa. Kama unanielewa sema amina. Lakini tatizo wana makanisa tumekaa tunadhani pesa. Hapana. Mungu alisema hata miwatu ya sinagogi la Shetani, Ufunuo 3:8. Na yajua matendo yako. Ndio. Tazama, nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hapana awezaye kuufunga. Yes. Kwa kuwa unazo nguvu kidogo. Yes. Nao umelitunza neno langu. Ndio. Wala ukulikana jina langu. Ndio. Tazama, ndio, nakupa walio wa sinagogi la Shetani. Hey! Wasemao kwamba ni Wayahudi, nao sio. Ndio. Na ila wasema uongo. Tazama, nitawafanya waje kusujudu mbele ya miguu yako, na kujua ya kuwa nimekupenda. Sasa wewe kaa hapo, mtafute mlokole. Mimi pesa, mimi namtaka tu Bwana asifiwe. Mtu ambaye hajaokoka sishiki pesa yake. Kama kuna mtu amenielewa sema amina. Kama hujaokoka, mimi siwezi kufanya na wewe biashara. Mimi nafanya tu biashara na waliookoka, wanaosema Bwana asifiwe. Umepitwa na wakati. Maana Yesu amesema, kwa sababu ninakupenda, nitakamata mtu limoja ambalo halinijui, nitakuletea wewe, kwa sababu una wazo. Halafu utachukua ile pesa, utaileta. Sema pesa haitangulii. Sema kwa sauti, pesa haitangulii. Sema kinachotangulia ni wazo, ni uthubutu, ni action. Kuna wenye pesa hawana mawazo. Kuna wana wa Mungu wenye mawazo hawana pesa. Mungu amesema kwa sababu nakupenda na umesikia, nitakuletea.